Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Ni kitabu chenye haki, huipati ndani shaka, kuniondoshea dhiki hapo ninapokishika, kunijaa moyo shaki na machozi kunitoka, kusoma wala sichoki, ni ajabu ya Rabu. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء لهمومنا وغمومنا يا رب العالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من عذاب النار. وبإسنادنا عن المفسر في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما
ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قول في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله nikumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kurudi tena mara nyingine katika darasa yetu ya ada ya kila Jumamosi kutabaruku na kuelezana walioeleza wanazuoni katika ufahamu wa Al-Qur'anul Karim kwa nia ya kutabaruku na kupata nafahat na nawarat yanayopatikana katika jalsa na katika Al-Qur'anul Karim, kwa sababu katika kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na kuelezana kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una fadhila yake, una ubora wake, hasa ikiwa ni katika baitu min buyutillah. Kwa hadithi maarufu ambao tunaelezwa na tunaelezana mara kwa mara kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ametuambia majtama'a qaumun au ma qa'ada qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. haya ndio tunayoyategea, haya ndio tunayotafuta, na Allah Subhanahu wa Ta'ala la msingi ni ikhlas. Atupe ikhlas, atupe moyo wa kuelekea, atupe moyo wa kutaka. Kila kitu ni kutaka. Wewe ukishataka wewe ushapata. Kwa hiyo tuwe na mioyo wa kutaka, tutaweza kuyapata hayo tunaoahidiwa katika darasa kama hili. Mtume akaambia watu hawatakaa, hawatakusanyika ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'anul Karim, wakiwa wafundishana kati yao illa watakapoenda kufanya hivyo nazalat alayhim as-sakina, watu wale washukiwa na sakina, wanapata sakina kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kikao kilichopatikana cha Al-Qur'anul Karim ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma, na washukiwa na rehema. Qur'an ni rahma, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rehema, bali tushukiwa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafatuhum al-malaika, na waringizwa na malaika watu kama wale. Isitoshe kubwa zaidi ya yote, wadhakarahumullahu fima inda, liyakuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wale wanaoenda kukaa, waliokusanyika na kujumuika kwa ajili ya kusoma kitabu cha Al-Qur'anul Karim, kwa ajili ya kuelezana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hujipatia na wao mbele tena ya malaika, malaika ambao tangu waumbwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ambao kila mmoja amewakilishwa kwa amali fulani. Kuna malaika tangu aumbwe na Mwenyezi Mungu kazi yake ni kusujudu tu,
mwingine kazi yake ni kurukutu, mwingine kazi yake ni kusimama tu, mwingine kazi yake kila malaika amewakilishwa kwa kazi fulani. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala atifakhiri na mimi na wewe ambao tuna madhambi mengi tangu tuzaliwe. Lau tutaulizwa ni amali gani ambao uweza kuwa umeitegemea na unajifikhiri nao, hakuna hata mmoja katika sisi ambao ataweza kusema ni matendo gani. Lakini pamoja na yote, kwa sababu ya maneno tukufu kama haya ya Al-Qur'anul Karim na sehemu tukufu tulioko, Allah subhanahu wa ta'ala ajigamba na kujifakhiri na sisi mbele ya malaika. Tena ulama watuambia Allah huwataja watu wale kwa majina, mwangalieni mja wangu fulani, mwangalieni mja wangu fulani, mwangalieni mja wangu fulani. Ni bahati nzuri tuliyopata. Wangapi na wangapi ambao ni kama mimi na wewe umetamka kalimatu shahada, kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, waamini yote tunayoyaamini, lakini hawakuafikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena wengine ni wema kutuliko sisi, lakini mimi na wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuafikia kuweza kuhudhuria mahali kama hapa kwa ajili ya kuja tu kusikiliza na kuelezana maneno matukufu kama haya. Kwa hiyo tusimsahauni Sayyidina Muhammad ambaye ndiye sababu ya sisi kwa Waislamu. Laulahu ma kunna wala baqina, wapingao, lakini yeye alfadlu yaudu ilayhi, fadhila yote yarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio atatufikishia baada ya kupewa risala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatufikishia. Kwa hiyo salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, rehema na amani zimwendee na ali zake pamoja sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa tuko katika kutabaruku kwa uchache, japo sisi sio ahalia wa kuelezana na kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini ulama al-kiram ridwanullahi ta'ala alayhim kwa juhudi zao Allah awalipe insha Allah ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe alowapa na tuweze kuelezana maneno ambao tuko nao leo katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ni katika sura Tur aya ya 21. Sura Tur tumeelezwa kuanzia nyuma, ni sura ambayo kwamba imekusanya mambo mengi, imeeleza mambo mengi. Miongoni mwa mambo yaliyoelezwa na sura Tur ni kama tulivyoelezwa nyuma ya kuwa sura Tur ni moja katika sura za Makia ambayo imezungumzia masala ya aqida kwa jumla na usulu la aqida ambao ni wahdania na risala na baadhi na jaza ya siku ya Kiyama. Na sura kama hii imeweza kuzungumzia ahwalul akhirah na shida zinazopatikana siku ya akhira na mambo watakayoyagusa. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuapa akaweza kuapa na mambo matano. Akaapa na Tur, akaapa na kitabu maskur, akaapa na Ardhul Mashhur, akaapa na Baitul Ma'mur, akaapa na Wasaqfil Marfu', akaapa na wal Bahril Masjur. Kuapa na kuthibitisha kwamba inna adhaba rabbika lawaqi', kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni yenye kuwashukia watu kama hao. Hali kadhalika aya ikapokezana na kuweza kuzungumzia waumini ambao ni wacha Mungu, alhasi kueleza hali ya wale wema ambao watakaokuwepo kesho siku ya Kiyama. Katika kueleza hali ya wacha Mungu na wema, ikaweza kusema Allah Subhanahu wa Ta'ala, aya ikatueleza ikatuambia innal muttaqina fi jannatin wa na'imin fakihina bima atahum rabbuhum wa qalu rabbuhum
عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Na kadhalika ayati za leo ikatuambia walladhina amanu, ni katika suada, ni katika muttaqin, ni katika wema. Aya zikaunganisha ikatuambia walladhina amanu, na ambao wameamini. Wattaba'atuhum dhurriyyatuhum, wakawafata wao vizazi wao biimani, kwa imani. Waliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na imani kwa maana ya imani, imani ambayo kwamba imebeba na matendo, vizazi vikawafata biimani, kwa kuamini. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutakutanisha na wao vizazi wao. Wama alatnahum min amalihim min shay, na hatutawapunguzia kutokamana na matendo yao chochote. Kullu mri'in bima kasaba rahin, kila mtu kwa kile alichokichuma. Rahinun, ni mwenye kuwekea rahani, ni mwenye kuweka rahani kile ulichokichuma, kile ulichokifanya ndio umejiwekea rahani. Allah Subhanahu wa Ta'ala yatupa habari kuhusiana na fadhila yake, kuhusiana na utukufu wake, kuhusiana na wema wake, kuhusiana na upole wake, kuhusiana na ihsani yake kuwatendea waumini. Ni fadhila gani Mwenyezi Mungu ametufanyia? Ni ukarimu gani Mwenyezi Mungu ametufanyia? Ni wema gani Mungu akatufanyia? Upole wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi iko vipi? Utajua hapa kwamba waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vizazi vikawa ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawakutanisha na wazazi wao, atawakutanisha na wazee wao. Bora wewe umemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, matendo yako isifike matendo ya wazazi walivyotenda. Lakini pamoja na yote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vizazi atakutanisha na wazazi wake. Ukiwa umemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kupata daraja, ala sabili al-mathal, ala sabili al-mithal, mzazi katika matendo yake, katika kutenda kwake, matendo yake na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imempatia daraja ya juu. Wewe kijana, daraja uliopata ni ya chini, si sawa na mzazi wake. Lakini kwa kuwa mzazi wako katenda matendo mazuri na akapata daraja ya juu, Allah Subhanahu wa Ta'ala na wewe atakuangatisha katika kupata daraja ya juu kwa sababu ya mzazi wako. Hali kadhalika mzazi ataweza kuangatishwa daraja yake kwa sababu ya kijana kupata daraja ya juu. Kwa hiyo walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Rehema yake na fadhila yake na upole wake na ihsani yake Mwenyezi Mungu akatuambia wama alatnahum min amalihim min shay, hatutawapunguzia chochote kutokamana na matendo yao. Haina maana na wewe utapandishwa daraja ya juu ya kuwa atapunguziwa mzazi wako matendo yake. La,
wa mzazi. Lutfi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuonyesha kuwa yule mzazi hajapunguziwa lolote katika matendo yake. Sasa Mwenyezi Mungu akakusanya baina ya watoto kwa wazazi kwa kuangatisha daraja bila kuwapunguzia lolote. Lengo na shabaha ni tu mzazi apate kufurahika. Akatuambia walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Yakuwa anna almu'minina idha ittaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman yulhaqu biabaihim fil manzila wa in lam yablughu amalahum, hata kama matendo yao haijafikia kuwa kama. Nakutambia والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. Hii ni kuonyesha fadhila na sikitiko na ihsan ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sote. Vizazi vya waumini watakaokufa juu ya imani, hali yao ni hali kama hii. Sasa wale wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, hadha fadlu ta'ala 'ala al-abna. Hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu juu ya watoto bibarakati amali al-aba. Kwa hiyo tumefahamu ya kuwa vijana kesho watakuja kupata daraja kwa baraka ya matendo ya wazazi, ama wazazi kupata baraka kupitia matendo ya watoto ni kupitia dua tutakaowaombea wazazi wetu. Kijana atapata baraka ya matendo ya mzazi na mzazi atapata baraka ya ombi la kijana. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Kijana wema atakayemuombea mzazi wake, basi ombi la kijana kumwombea mzazi wake ni mujarrab, haitapita patupu. Mzazi atapata baraka ya ombi la mtoto wake na mtoto atapata baraka ya matendo ya mzazi wake. Kwa hiyo yote haya ni fadhila ya Mwenyezi Mungu kututakia sisi, ni wema wa Mwenyezi Mungu na ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Alhamdulillah ala hadhihi neema, ni kushukuriwa neema kama hii ambayo kwamba na fadhila kama hii aliyotutakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume akatuambia inna Allaha la yarfa'u darajata lil'abdi as-salih fil janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuanyanyua daraja ya mja mema peponi. Fayaqul, yule mja atakapokuwa amepata daraja ya juu atamuuliza Mwenyezi Mungu akimwambia ya Rabb anna li hadha, nimeyapata wapi haya? Fayaqul biistighfari waladika lak, kwa istighfari ya mtoto wako kukuombea wewe. Ndio mara kwa mara tunaambiana sisi kitu kikubwa katika majali kama haya ambayo tuko ni tumwelekee Mwenyezi Mungu kwa nia ama moyo uliokuwa safi. Walahmin, na nyama sampuli wanayataka wanayatamani. Utakalo peponi kule unaletewa, bora tu utamani. Peponi ni kutamani, ukitamani wewe pale unaletewa. Ubakiatin mimma yashtahun yatanazauna fiha ka'san la lahun wala ta'din. Yatanazaun, wakipokezana wakipeana ndani ya pepo
ka'san, glass ya khamri, ya pombe, kwa sababu tumekatazwa leo na vile vile peponi kutakuwa na khamri ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu kwamba ni khamri ladhatin lisharibin, pombe wenye ladha, wenye utamu kwa wanaokunywa. Anharu min khamri ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa. Kwa hiyo yatanazauna fiha, watapeana ndani ya pepo mu'minin muttaqin, watu wema. Ka'san la lahum fiha wala ta'thim, ilasi ambao ndani yake la lahum, hakuna maneno ya batil, hakuna upuzi, wala ta'thim, wala hakuna madhambi. يتنازعون فيها كأسا، يتنازعون يتعاطون فيها كأسا من الخمر، كأسا أي من الخمر لا لهم فيها، لا يتكلمون فيها بكلام لاغ hazungumzi ndani yake maneno ya upuzi, maneno ya kutuzukwa, mbali na pombe ya hapa duniani anayekunywa ayazungumzao, basi mazungumzo yake hayana mbele wala nyuma. fiha ka'san la laghwan fiha wala ta'thim, hakuna kupata madhambi. Kinywaji yenye ladha, wenye utamu, ndani yake hakuna kuwa na mazungumzo ya kutuzukwa, hakuna mazungumzo ya ulevi, hakuna mazungumzo ya kupiswa, hakuna maneno machafu kama mazungumzao watu wa duniani wanaokunwa. Ibn Abbas asema la laghwan, yani اللغو بمعنى الباطل والتأثيم الكذب. hauna urongo, hakuna mazungumzo ya batili, hakuna kutukanana. Tofauti na anaelewa hapa duniani aliyekuna pombe, matusi, maneno machafu, lakini kesho kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea na kutuandalia pombe yenye ladha ambao ndani yake hakuna maneno ya batil, hakuna mazungumzo ya kupata madhambi, hakuna kutukanana, kwa sababu kinywaji haya ya pombe ya duniani huwa umeshirikiana na shetani, lakini ya kesho ni umepewa ihsan ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amesafisha na ameitakasa pombe la akhira na mambo na uchafu na udhia. Pombe hapa duniani ukianywa lazima uumwe na kichwa, tumbo wengine inawauma, lakini ya akhira haina masala na kuumwa na kichwa wala tumbo wala mwenzake, wala hakuna kupoteza ufahamu, hakuna kupoteza akili. Mwenyezi Mungu akatueleza na kutufahamisha kwamba haiwapelekei kuzungumza mazungumzo tofauti ya kinyume, kwa sababu ni safi khamri ladhatin lisharibin. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaeleza uzuri wake kwa muonekano katika mandhar, akasema bayda. Iko hali gani? Bayda bila ladhatin lisharibin لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزعون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
kwamba yatufu alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Yatufu alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Watazungukiwa na ghilmanun lahum, watumishi wao, watakuwa na watumishi. Yatufu alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Lu'lu'un maknun, Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia watumishi wa peponi, heshima walionao, uzuri walionao, fahamu walionao, nadhafa walionao, kuanzia mavazi, nadhafa, usafi, uzuri wa sura walionao. Akasema kwamba yatufu alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun, kana kwamba wao ni lulu uliohifadhiwa. Ka'annahum lu'lu'un maknun. Watawazungukia bi'abariqa wa ka'sin min ma'in, kwa mabuli, wa ka'sin min ma'in, na gilasi. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia na kutuwekea. Yatufu alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Wataelekeana baadhi yao kwa baadhi, wakizungumza na kuulizana matendo yao waliyotenda na hali yao duniani, kwamba wataulizana, wataelekeana wao kwa wao. Aqbala ba'duhum ala ba'd, baya fulani, kwani wewe ulikuwa ukifanya nini? Hali yako ilikuwa vipi duniani? Wataelekeana na kuzungumza na kuulizana kama vile wanavyozungumza watu wa vinywaji ala sharabihim, kama yatahadathu ahli sharabi ala sharabihim. Qalu, wakasema kuambiana, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, sisi kabla tulikuwa katika ahli yetu mushfiqin, ni wenye kite. Inna kunna, tulikuwa sisi tulipokuwa duniani twaishi na familia zetu, ni mushfiqin, ni wenye kuogopa, kumwogopa Mola wetu na hofu na adhabu yake na mateso yake. Tulikuwa tuogopa sisi adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukimwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum, akatutendea zema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watasaddaqa alaina wa ajazana mimma nahar, akatuepusha na yale tunayoyaogopa. Inna kunna min qablu nad'uhu, tulikuwa tukimnyenyekea na kumuomba, ametujibu na ametupa ombi letu. Innahu huwa al-barru rahim, kwa sababu yeye ni al-barr. Ibn Abbas radiyallahu anhu atueleza kwamba watu wa peponi watakapoingia peponi watakuwa na shauku na mandugu zao. Wa peponi watakapoingia peponi watakuwa na shauku na mandugu zao. Pale pale asema fayajibu sariru hadha hatta yuhadi sarira hadha. Wewe unapokaa na kumtamani ndugu yako, kitanda kitakuja cha yule uliyomtamani mpaka injili iambate kitanda chako, wakae wazungumze
aliyokuwa umekaa na kutegemea, wazungumze yalokuwa duniani. Faqala ba'dhum ala ba'd, wazungumze bima kana fi dunya. Mmoja akasema kumwambia wenzake, fulani, wajua msamaha huu tuliopata, maghfira yetu tuliopata siku gani? Yule mwingine akamwambia, tumepata siku fulani sehemu fulani, tuliokaa tukamwomba Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatusamehe. Masruq aweza kutoka Sayyidina Aisha kwamba Sayyidina Aisha asoma hii aya baada ya hadithi, akasoma hii aya kwamba manna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum, kakuepusha na adhabu ya moto. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutendezema na kuepushe na adhabu ya Jahannam, kwa sababu innahu huwa al-barru rahim. Kwa hiyo tunatakikana tuishi katika hali ya uchamungu, kwa sababu ndio utatuleta pamoja. Tuambiwa hapa duniani mafungamano ambayo yanawaleta watu pamoja ni nasab, na kesho asbabu ndio italeta watu pamoja. Hapa duniani watu wako pamoja kwa nasaba, na kesho akhira sababu ndio itawaleta pamoja. An-nasabu fi dunya ibatun qad jama'atuhum fi dunya jama'atuhum al-ansab wa fil akhirati jama'atuhum al-asbab. Duniani tumekusanywa na nasaba imetuleta pamoja, na akhira asbab ndio itatujumuisha na kutuleta pamoja, na asbabu yenyewe ni matendo mazuri ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo asbabu ambazo itatuleta pamoja kesho siku ya Kiyama, tutatakikana tuyatafute na tuyajenge hivi sasa. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Utakapokuwa umemlea kijana katika malezi kama haya, umemnasihi kijana wako, mtoto wako nasaha kama haya, basi kesho ndio pale walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani. Wewe umeamini, umeishi katika maisha ya kumridhisha na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La msingi na la kwanza litakaloangaliwa kesho ni swala. Je, wewe kama Muislamu, wewe kama muumini, fungu lako katika swala ukoje? Je, vizazi wako katika kuamini kwao Mwenyezi Mungu swala wakoje? Kwa hiyo kitu cha kwanza katika malezi ya mzazi kwa kijana, kumwamrisha swala. Ndio tukaambiwa kijana kuanzia akifikisha miaka 7 uanze kumwamrisha na kuswali. Akifikisha miaka 10 uanze kumwadhibu, mpaka akifikia miaka 15 ashazoea. Hasa vijana wenye malezi kama haya ndio watakutanishwa na vizazi wao, watakutanishwa na wazee wao, kwa sababu wazee wameamini na wakasimama na katika taa ya Mwenyezi Mungu, na wao vijana wakawafuata wao katika kumtii Mwenyezi Mungu. Wattaba'atuhum dhurriyyatuhum, vizazi vijana wakawafuata wao. Kwa hiyo katika kitu cha kwanza wasia na malezi kwa kijana, ya bunayya aqimis salata, ni kijana amrishwe kusimamisha swala. Wa'mur bil ma'ruf, amrishe mema. Wanha 'anil munkar, akataze ya munkar. Kisha anasihi wasbir 'ala ma asabak. قرآني قربونا
Qur'ani miujiza yatumwa wetu nabia, yaloletwa na muweza Ilahi Mola jalia. Wengi umewashangaza majini na nsifia, abadan hawakuweza kuileta mithalia. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munikulike niwambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu. Hima hima tuishike tupate radhi za Mungu.